السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معشر الحاضرين عباد الله, tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi waja wake na akatuweka katika ulimwengu huu kwa lengo maalum. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia natija au faida ya wale watakaoishi katika ulimwengu huu, huku wakijua lengo la kuumbwa kwao na kuletwa katika ulimwengu huu, wakalitekeleza lengo hilo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia faida na natija ya hilo ni kuipata ile nyumba ya amani, nyumba ya milele ambayo kule kuandaliwa kwake ni kwa wale ambao walimcha ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani waliishi katika ulimwengu huu wakijua lengo la kuumbwa kwao, kisha wakalitekeleza lile lengo. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ile nyumba ya akhira basi ni ya kwa wao. Na katika Qur'ani zimekuja aya nyingi zikilishuhudia jambo hili. Sasa kwa kuwa hii nyumba ya akhira, nyumba ya milele, nyumba ya kudumu, nyumba yenye neema, kila aina ya neema, nyumba hii ni ghali, haipatikani kiwepesi wepesi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, inna sil'ata Allahi ghaliya ala inna sil'ata Allahi aljanna. Fahamuni ya kwamba bidhaa ya Allah ni ghali, yani pepo bidhaa yake ni ghali mno, haipatikani hivi hivi. Ala inna sil'ata Allahi aljanna, fahamuni bidhaa iliyo ghali, bidhaa ya Allah ambayo ni ghali ni pepo, haipatikani hivi hivi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka njia za kuifikia nyumba hii, na njia nyepesi ambayo mtu ataweza kuifikia njia hii ni ucha Mungu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, inna lilmuttaqina mafaza. Bali ayati nyingi zimekuja katika Qur'ani zikionyesha kwamba hiyo nyumba maandalizi yake ni kwa wale wacha Mungu. Mathalul jannati allati
wa'ida almuttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin, wasifu wa pepo ambayo wameahidiwa wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akawataja wacha Mungu ndio walioahidiwa pepo hiyo. Fiha anharu min ma'in ghairi asin, mna ndani yake humo mito ya maji yasiyovunda. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, na vile vile kuna ndani yake humo mito ya maziwa yasiyochacha, yasiyobadilika ile ladha yake. Wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, na vile vile kuna ndani yake humo mito ya pombe yenye tamu kwa wale wenye kunywa, yenye ladha kwa wale wenye kunywa. Wa anharu min asalin musaffa, bali kuna mito ya asali iliyochujwa. Lakini hayo yote Allah subhanahu wa ta'ala ametangulia kule mwanzo kusema kwamba vimeandaliwa kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona ya kwamba ucha Mungu ndio rasu kulli khairi, ndio msingi wa kila kitu. Ucha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, utaona katika Qur'ani alipoieleza pepo aliitaja pepo hiyo kuiegemeza kwa wacha Mungu, bali na mambo mengine Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya kidunia, wepesi katika mambo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja wepesi ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamjalia matokeo. Mtu anapokuwa anapata na matatizo, shida, akawa hajui afanye nini, maadamu huyo ni attaqi, ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia matokeo pahala pa kutokea. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, bali atamruzuku kutokea pande ambayo yeye hadhani, alikuwa hajui kama atapata riziki kutokea huko, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameshamwahidi hilo. Lakini si kwamba yule mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala haruzukiwi au hafanyiwi pesi katika mambo. Hivyo hivyo asi naye pia anaruzukiwa na anafanyiwa pesi katika mambo, lakini kuna utofauti baina huyu mcha Mungu na huyu asi katika kuruzukiwa kwao, kadhalika pia katika kuwepesishiwa mambo yao. Huyu mcha Mungu kule kuruzukiwa kwake, basi zile riziki zinakuja pamoja na baraka itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huyu al-asi, mtu yeye ni mwenye kudumu katika madhambi, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akawa anamfungulia, basi kumfungulia kwake ni istijraji, kumvuta aingie katika mtego, alewe na kile ambacho anaruzukiwa, kisha aingie katika mtego, Allah subhanahu wa ta'ala amkamate, amwadhibu, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli lidhalim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kumneemesha, kumfungulia mtu dhalim, hata idha akhadhahu lam yuflituhu, mpaka atakapomkamata anaendelea kumpa, kisha naye anaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anaendelea kumfungulia ili alewe mpaka atakapomkamata, Allah subhanahu wa ta'ala hamwachi. Bali pia kuna utofauti katika kutatuliwa majambo kwa yule mwenye kumcha Mola wake na yule mwenye kudumu katika madhambi. Kuna utofauti mkubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alimwambia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya ghulamu inni uallimuka kalimati, ewe kijana, hakika mimi nakufunza wewe maneno, yahifadhi maneno haya, yashike. Ihfadhillaha tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah, yani ihifadhi dini yake, hifadhi dini ya Allah, muhifadhi Allah, tajiduhu tujahaka, utamkuta huko unakokwenda katika uelekea wako, yani katika shida. Na katika riwaya zingine imekuja muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya raha, nasiha ya mwili, basi naye atakukumbuka, utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala katika shida. Lakini dhalim ambaye anaendelea kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutatuliwa matatizo kuna ugumu, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja yale maneno ya kwamba inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Kisha rawi wa hadithi ni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema
thumma dhakara ar-rajula, kisha Mtume salama akamtaja mtu yutilu safara, mtu mmoja ambaye alikuwa akirefusha safari, anatoka mji fulani kwenda mji mwingine, yuko jangwani, ash'atha akhbara, nywele zimejaa vumbi, yamuddu yadayhi ila samai, amepatwa na shida sasa, ananyanyua mikono yake mbinguni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya rab ya rab. Kipindi hicho ananyanyua mikono yake, Mtume salama anasema wa mat'amuhu haramu, na chakula chake alichokula ni cha haramu, wa malbasuhu haramu, na kivazi alichokivaa ni cha haramu, wa mashrabuhu haramu, na kinywaji alichokunywa ni cha haramu, wa ghudhiya bil haram, amelelewa katika haramu. Fa anna yustajabu lidhalik, au fa anna yustajabu la, vipi ajibiwe mtu huyu? Kwa hiyo kuna wepesi kwa yule ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hata katika mambo ya riziki kufunguliwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lakini adh-dhalim kuna ugumu, vipi akubaliwe dua yake, akubaliwe maombi yake mtu dhalim ambaye anaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kipindi amepatwa na matatizo? Kuna ugumu katika kutatuliwa matatizo yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala amejalia pia ucha Mungu ndiyo sababu ya watu kufunguliwa katika elimu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi ambao mmeamini, kama mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa ni wacha Mungu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujalieni kipambanuzi. Al-furqan, wanasema ahlul ilm, wanawachuoni, huwa an-nuru alladhi yafsilu bihi baina al-haqqi wal-batil, ni ile nuru ambayo mtu ataweza kupitia nuru hiyo kupambanua kati ya haki na batil, wal-huda wal-dhalal, na vile vile kupambanua kati ya uongofu na upotovu. Ni nuru fulani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaijalia kwa mja wake, baada ya kuwa mja huyu ni attaqi, ni mwenye kumcha Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa nuru hiyo ataweza kuchanganua, hii ni haki akaifuata, hii ni batili akaiacha, huu ni mwongozo, ni uongofu akaufuata, na huu ni upotovu akauacha, hii ni sunna, hii ni bid'ah, kama anaposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na atakufundisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa utaona pia ucha Mungu ni sababu ya watu kufunguliwa katika maarifa, wakapewa elimu. Katika sababu zake vile vile ni ucha Mungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala akajalia pia ucha Mungu ndiyo nyenzo na ndiyo ala ya kushinda vitimbi vya maadui, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu, na kama mkisubiri, wanaambiwa waumini hapa, kama mkisubiri na mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhurrukum kaiduhum shay'a, havitakudhuruni vitimbi vyao hao maadui kwa chochote kile, maadamu nyinyi mmeshikamana na subra, kisha ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo wanaoyafanya hao maadui, yeye ni mwenye kuyazunguka, ni mwenye kuwazunguka hao. Kwa hiyo utaona ya kwamba at-taqwa ndiyo sababu ya khairi zote, ucha Mungu ndiyo rasu kulli khairi, khairi zote zimefungamanishwa na ucha Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Samra ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, Mtume salama anasema, alhasabu almalu walkaramu attaqwa, cheo ni mali. Cheo, mtu akitaka kuwa na cheo kidunia yani na utukufu kidunia ni mali tu. Ukishakuwa na mali basi, uwe umesoma hujasoma, lakini maadamu pesa ipo, basi mbele za watu wewe ni mtukufu, wewe ni mheshimiwa, maadamu pesa ipo. Lakini akasema wal karamu taqwa, lakini utukufu sasa mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika yule mbora wenu, mtukufu wenu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni mcha Mungu wenu. Kwa hiyo utaona kwamba ucha Mungu ndiyo
msingi wa kheri zote za dunia, kheri zote za akhira, mafungamano yake ni attaqwa, ni ucha Mungu. Sasa kwa kuwa jambo ndio liko hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akaliamrisha hili jambo la attaqwa katika Qur'ani kwetu sisi na kwa hao waliopita kabla yetu. walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum, kwa hakika sisi tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, wa iyyakum, na tumewahusia nyinyi pia, anittaqullah, ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tafsiri fupi ya ucha Mungu ni mtu kuyafuata yale ambayo ameamrishwa na Mola wake kwa kadri ya uwezo wake na kuyaacha yote yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tafsiri fupi ya ucha Mungu. Sasa kwa kuwa jambo la ucha Mungu ni kubwa na manufaa yake pia ni makubwa, kama tulivyoeleza mwanzoni, Allah subhanahu wa ta'ala akaliwekea njia jambo hili, kwamba kuna njia maalum za kuweza kuufikia huo ucha Mungu, kwa kuwa jambo lake ni kubwa, alafu pia manufaa yake ni makubwa. Basi kuna njia maalum zikawekwa za kuufikia huo ucha Mungu. Miongoni mwa njia hizo ni saumu ambayo sisi tumetoka ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza katika Qur'ani malengo ya saumu, miongoni mwa malengo ya saumu akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo saumu kwetu sisi ilikuwa ni madrasa, ilikuwa ni chuo cha kutufunda na kututengeneza sisi, kutuivisha katika huo ucha Mungu, kutupeleka katika huo ucha Mungu. Sasa kama vile ambavyo katika Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatufunza sisi kujizuia na baadhi ya mambo, kwa kuwa saumu inakuhitajia ujizuie na yale yote yenye kufunguza yanaingia mambo ya vyakula, vinywaji, bali yale mambo ya haramu, kutizama picha za haramu, kuzungumza maneno ambayo hayafai na mambo mengine ambayo yanapelekea kuharibu saumu ya mtu akawa amejizuia. Pengine mtu kabla ya hapo alikuwa na mambo amezoea kuyafanya, mambo si sawa, lakini baada tu kuingia Ramadhani akajizuia, basi hapo ndo mtu anatengenezwa kufikia huo ucha Mungu. Pengine mtu alikuwa amezoea mwenyewe ni mvutaji wa sigara hodari au ni mlevi, lakini baada ya kuingia Ramadhani akajizuia. Kuna vitu fulani kwa amevizoea, baada ya Ramadhani akajizuia. Sasa hapo ndo unatengenezwa wewe kujizuia na hayo mambo mpaka baada ya Ramadhani, na hiyo ndiyo athari ya ucha Mungu ambayo inatengenezwa na kupitia saumu. Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea hii saumu sisi, lakini lengo likawa ni kutufikisha sisi katika huo ucha Mungu ambao tumeueleza mwanzo, manufaa yake, malengo ya kuumbwa kwetu, kadhalika na manufaa yake. Sasa sisi tumetoka katika Ramadhani ambayo ilikuwa ni madrasa kwetu sisi, kilikuwa ni chuo cha kutufunda, kutuelekeza katika huo ucha Mungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia ucha Mungu ndio ufunguo ya hiyo pepo yake. Hawaingii huko isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunatakiwa tuonyeshe ile athari ya ucha Mungu ambao tumeupata katika Ramadhani baada ya kuondoka Ramadhani. Kama tulikuwa tunaswali swala 5 ndani ya Ramadhani, basi tuendelee hivyo. Kama tulikuwa tumejizuia na mambo fulani ya haramu ndani ya Ramadhani, tuendelee hivyo. Hiyo ndiyo athari ya ucha Mungu inayotakikana kwako wewe udumu nayo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hajj anasema, dhalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, hivyo basi mwenye kuyaadhimisha matukufu ya Allah, matukufu ya Allah zinaingia ibada zake, mtu akazitukuza kama alivyokuwa akizitukuza katika Ramadhani, akadumu nazo, fa innaha min taqwal qulub, fahamu ya kwamba huo ndio ucha Mungu wa moyo. Mtu akadumu na athari ile aliyokuwa nayo katika Ramadhani, huo ndio ucha Mungu wa moyo. Kwa hiyo sisi tutakuwa tujue ya kwamba
tumetoka katika Ramadhani, na Ramadhani ilikuwa ni madrasa kwetu sisi, ni chuo cha kutufunda sisi, kututengeneza kuelekea katika huo uchamungu ambao unatakiwa sisi tutakuwa tudumu na huo uchamungu tulioupata katika Ramadhani. Kama tuliweza kujizuia na baadhi ya mambo katika Ramadhani, tuendelee hivyo. Kama tulikuwa tukidumu na ibada, basi hata baada ya Ramadhani watakuwa uendelee na ibada. Na hasara kubwa ni kwa wale ambao wanafanya ibada kwa misimu kwa ajili ya Ramadhani. Ramadhani ikitoka anarudi alikokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, na kuna baadhi ya watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika pambizo, wapo mguu nje mguu ndani. In asabatuhu khairun itma'anna bih, ikimsibu khairi utamkuta ametulizana kabisa. Yani Ramadhani mathalan imeingia hivi, basi muislamu ndio yeye anatulizana katika hiyo khairi. Wa in asabatuhu fitna, lakini ikimsibu yeye fitna, inqalaba ala wajhihi, anarudi kule alikokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema khasira ad-dunya wal akhirah, mtu huyo amekula hasara ya dunia na akhira. Mwenye kuwa ibada zake ni za vipindi, kipindi fulani atakuwa anafanya ibada, kipindi fulani hafanyi, huyo amekula hasara ya dunia na akhira. Kwa hiyo nataka niwanasihi tuzingatie lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya lengo hilo ameileta Ramadhani kwetu sisi. Kwa hiyo tuitumie Ramadhani, ile athari ya Ramadhani tuitumie baada ya Ramadhani kutoka, tuonekane basi katika ibada kama tulivyokuwa katika Ramadhani. Tulikuwa tukisaidia watu, basi endelea hivyo. Ulikuwa ukiswali, endelea hivyo. Ulikuwa ukijizuia na machafu, endelea hivyo. Hivyo ndivyo inavyotakikana kwa Muislamu, na mwenye kufanya hivyo basi atakuwa amelifikia lile lengo. Lakini ikiwa ni kinyume na hivyo, baada ya Ramadhani ukarudi katika yale uliokuwa nayo, basi fahamu ya kwamba wewe hukuathirika na Ramadhani na hukupata kile ambacho kimeahidiwa kupatikana katika Ramadhani. Kwa hiyo leo ni siku yetu adhim, siku ya Eidul Fitri. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha sisi katika kuifika siku hii adhim, siku ya kufurahi kwa kula, kucheza na mengineyo mambo ambayo yapo ndani ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya leo Allah subhanahu wa ta'ala ametuidhinisha na kuturuhusu kufurahi ndani yake kwa kula na kunywa, lakini kwa mipaka ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna, hakika kila watu wana siku zao za kushereheka. Kila kaumu, kila watu walikuwa na siku zao za kushereheka, basi na hii ni idi yetu, yani idi yetu Waislamu, kwa maana kwamba itafurahikiwa na kule kusherehekewa ni kwa nidhamu za Kiislamu, hakutochanganywa katika usherehe. Kama kuna watu katika sherehe zao huko usherekea mpaka wakavua nguo wakapiga ngoma, katika Uislamu hakuna hilo, kuna mipaka. Kwa tumeruhusiwa sisi kula, kunywa, kufurahi, kucheza, lakini ndani ya mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile baada ya kisha Ramadhani, mbele yetu hapa kuna 6 Shawwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sama Ramadhana thumma atba'u 6 min Shawwal kana qasiyami dahri, atakayefunga Ramadhani kisha akafuatisha na siku 6 za Shawwal. Baada ya kisha Ramadhani ukafuatisha na siku 6, maadamu ni ndani ya Shawwal, kushurutishwi kwamba uzifunge zote kwa pamoja, lakini aula ni kuzifuatanisha. Baada tu ya kuisha Eid, basi ukaanza 6 Shawwal kwa kuzifuatanisha, hilo ndio lilokuwa bora, ili fursa isije kupita. Lakini kama unaona kuna mambo yamekutinga, basi unaweza ukaja kufunga, lakini ndani ya Shawwal ukafunga moja moja, mbili mbili, alimradi ndani ya Shawwal. Na wale wenye madeni, kama ni deni ni kubwa, ni refu, basi yeye atizame deni lake kama ni refu la Ramadhani iliyopita, hii Ramadhani ambayo tumetoka ndani yake, atizame siku ambazo zimebakia katika Shawwal, kama zinatosha hizi siku za Shawwal kufunga 6 Shawwal, afunge 6 Shawwal, kisha deni atakuja kulipa baadaye. Ikiwa siku zilizobakia katika 6 Shawwal ni nyingi akilinganisha na deni lake analodaiwa, atakiwa aanze kulipa deni la Ramadhani. Lipa deni la wajibu, kisha utafunga 6 Shawwal maadamu Shawwal haijatoka. Lakini ukiona deni ni kubwa,
kama nikifunga hili deni Shawwal, sita Shawwal itanipita, anza sita Shawwal kisha utafuatisha deni. Kwa nilipenda niwanasihi katika haya sisi kulitizama lile lengo ambalo kwa ajili ya hilo Allah subhanahu wa ta'ala akaileta Ramadhani, ni sisi kutufunda, kutuweka vizuri katika hali ya ucha Mungu, na athari hii tuendelee nayo mpaka baada ya Ramadhani. Hilo ndilo lengo la ujio wa Ramadhani, na tusiwe ni watu wenye kufanya ibada kwa misimu. Ikiingia Ramadhani basi Waislamu ndio sisi misikitini, lakini Ramadhani ikitoka watabakia wale misikitini, tutakuwa hatujapata ile lengo la Ramadhani. Kwa hiyo mimi nisirefushe maneno mpaka hapa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie saumu zetu, atukubalie visimamo vyetu, atuwekee yale yote ambayo tumeyafanya ndani ya Ramadhani katika qurbati, katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم.